Unajua mdogo wangu huyo? Shemeji namfahamu vizuri. Sasa napenda upate mtoto kupitia yeye. Kweli? Wewe mwenyewe ndo unaongea ama naota? Nimeongea kwa changu kwa sababu tu nipate mtoto, yaani atanizalia watoto, ataitwa wa kwangu na niume ya mwanangu. Okay. Kwa sababu hapo na mimi nimefurahi sana. Nilikuwa nimekuwa na wazo hilo, lakini nilikuwa nimejaribu kutaka kuambia tena nikasikia nimekuwa mwoga kuelezea itaweza kuleta matatizo. Ila kwa sababu wewe mwenyewe umekuja unanipatia kama maneno hayo ya surprise, nimefurahi sana tena nimeyakubali. Nimeyapokea. Asante sana mke wangu. Nakupenda sana. Nimefurahi sana kwa kutaka kupata mtoto mwenye anaweza kuwa mrithi wa mali yako. Si unajua tu. Huyo ndugu yangu tayari nimeshamwambia, na maana tu akifika ujue kama ni hivyo. Kweli? Asante. Mimi niko tayari, nimefurahi sana. Asante. Mimi niko tayari bwana. Bari. Sanjani uko? Safi tu. Sasa nilikuwa nimekusubiri sana. Sasa asante kwa Mungu sababu umefika. Asante. Sasa swali langu hilo umeliwaziaje? Niligumu lakini ila nimejitahidi. Usiniambie kama umekataa. Fanya kama unavyotaka. Sasa nilikuwa nimekwambia kama watu wawili nitawatuma kuwashawishi, lakini mmoja amekataa kabisa, nikataa sana. Mmoja ndo ameitika, huyo mdogo. Nawaza kama unatembea unaenda hapo pata mtoto sana. Naona kama tu mtoto wangu, mtoto wangu. Asante sana. Karibu kaka. Habari ya nyumbani? Nyumbani tu obi. Nilichoacha na kuita hapa, unajua huyo shemeji yako ana tatizo? Najua. Okay. Sasa yeye mwenyewe aliniomba akasema eti kwa sababu tumekosa mtoto muda mrefu naweza nikatembea na wewe mdogo wake. Unaonaje hapo? Mimi naona kama akasema yeye mwenyewe alikuja akaniomba tu mke wangu, kwa sababu mimi ndo mwenye tatizo inakubidi tembee na mdogo wangu. Kwa hiyo wewe uliangaliaje? Mimi naona nimeangalia kwa sababu ni muda mrefu, nimesema wacha nikaweza nikatembea naye kwa sababu na mimi nataka mtoto. Nakubali kutembea na mdogo? Ndio. Sio vizuri lakini kutembea na mdogo? Mimi naona hiyo ndio bora kwa sababu na mimi nahitaji mtoto, ila mwanaume huo mkubwa sasa naona ana shida. Najua shida zake, miaka 5 hizo umemaliza bila mtoto. Lakini ngesubiri tu. Lazima mimi namna ameniomba mimi mwenyewe nikatembea naye, nitatembea naye. Kwa sababu wewe hatufikirii kitu moja. Sasa naweza unaondoka ukalaza watu wa nyumbani huko kaambia naona umeniona, lakini usije ukawaelezea hata mambo ya kwako. Sasa wazazi wakisikia eti umechangia tena mwanaume mwingine itakuwaje? Hata na wengine watawaambia. Usije ukawaeleza. Unaweza kawanyamaza ila utaenda salama. Hayo mambo tunaongea hapa mimi na wewe tu, wengine hawawezi wakayasikia. Lakini sio vizuri. Bakia tuna mkubwa, Mungu atapatia mtoto, mtapata usijali. Ndio nimekataa. Ngali mdogo. Ndio najua, lakini naomba kwa sababu hatufikirii kitu moja. Sasa wewe nenda. Sasa naenda. Sous le ciel bleu, elle sourit.
Dans le vent doux, elle me dit, les étoiles brillent pour nous maintenant. Karibu. Jambo. Salama. Kiti iko Vipi sasa? poa. Kwaje? Tupo. Anaona furahi sana. Nimefurahi sana kukuona. Karibu sana. Mbona tabasamu mingi? Sasa naweza kutabasamu kwa sababu nimekuwa nimekusubiri. Haya. Mimi pia nimekuja. Kweli? Asante, nimefurahi kukuona, ila yeye ameondoka tayari huko kwa dada mkubwa. Ina maana naweza kuwa hata najua kwa sababu tulikuwa tayari tumeongea. Najua kama unaweza ukafika saa kwa saa. Alafu umejiandaa? Mimi niko tayari kabisa. Mimi niko tayari. Sawa, hebu tufanye mpango na tumalize sababu hakuna kuchelewa. Kweli? Yeah. Mimi niko tayari, yani hakuna shida. Mke wangu. Njoo hapa. Umefika? Msaifu unanisumbua. Dhaifu tena. Vipi basi Masika? Poa. Okay. Sasa nawaza kuna siku ambayo uliniambia unaenda hospitali kucheki kipimo. Ama ulitosha ripoti gani? Nilienda asubuhi. Sasa hapa ndio nakuta nimerudi, nilikuwa nimechoka. Sasa nilikuwa nimepumzika kidogo. Ila wamecheki huko wanakuta mambo yako sawa. Ila kunaweza kuwa kuna baki mwezi mmoja tu. Hati ya mwezi hii. Kuna wakati wamenipatia nitarudi huko. Na tayari nimemaliza. Asante. Hapo ni vizuri sana. Nitafurahi kumuona mtoto. Kweli? Hapo. Sawa. Nimekaribia. Maana mtoto amekuwa. Baba. Wewe. Unafikiri kama ni baba yako? Wewe sio ndio mmekuzaa. Usikuje komaa kama umefikiria baba. Wewe unasemaje? Sasa wewe unataka mtoto wako akomae kama tayari amejua kama wewe ndio umemzaa? Sasa wewe unafikiri kama dunia kuna asili kweli? Wangu. Haya ambayo unaanza bado unavuka mpaka kweli. Hapana, sio kusema tunavuka mpaka. Sasa unataka eti sijui wewe ndio unataka yani waanze kuita baba Viki wakati ambapo watu wengine watajua kama haujazaa. Tangu tulikuwa na wewe hata na huyo bibi mkubwa huyo mwenzi yangu haujazaa. Sasa sasa ndio unataka kusema tunatoka mpaka. Fikiria yale ambayo unayaongea. Iwe kama hii mpango tulipanga wote. Lakini lengo lilikuwa ni kupata mtoto. Sio kusema tena ugonjwa utokee mara moja. Mimi hayo nasikia, lakini yani tu mimi haiwezi kabadilika. Wewe mwenyewe haukuzaa tena ndio uko baba yake. Baba yake ni ule tu. Huyo ndio baba yake. Usije ukafikiria kwa kichwa chako eti sijui wewe ndio umezaa au Viki wangu. Viki huyo yani ni wa shemeji yangu, lakini shemeji yangu nimempokea kama mume wangu kwa sababu tayari yeye ndio nimezaa naye. Wewe haujaweza chochote. Uliweza nini sasa? Kama ungeweza chochote si ungezaa? Yaani na maana wewe ni mwanaume fake. Makweli kwenye nimefika mbali. Mimi nikupee mpango, nyuma unigeuke hivi. Kwa sababu basi kama umeamua hivyo,
haina shida, lakini umeniumiza. Mimi nilikuwa nategemea kama sasa mimi nataitwa baba. Sasa angali mtoto naanza mpatia hiyo maneno sijui ase mimi siye baba yake. Sasa atakomana akijua kama ni lazima Karibu. Nimekaribia. Habari ya asubuhi. Salama tu. Alafu mtoto yuko wapi? Yaani wewe unafikanga hapa tu unaulizia habari ya mtoto. Yaani mtoto wewe unaona kama ni wa kwako ndio unaendelea kuulizia mtoto. Si uzai wa kwako. Kama si wangu ni wanani basi? Sasa unafikiri wewe ndio umemzaa ama mdogo wako? Lakini na wewe hapo mimi nasikia unaanza mambo mabaya, unaanza mambo unavuka mpaka. Kwa nini? Sio kuvuka mpaka. Wewe unawaza kuna mwenye anazalia mwingine kweli? Unajua hiyo ni familia yetu. Tena tulipanga. Hayo kusema kama ni mchepuko au nini. Huyo amenizalia na kuwa kama baba yake na nitamlea. Unasikia? Kwa hiyo wewe unafikiri wakati mtoto atakomaa anakuja kujua ati huyo ndio baba yake, alafu atakuja kunisumbua ati mama, imekuwaje umenizaa na baba wawili? Wewe unafikiri kudunia kuna siri? Unasikia hiyo makauli ambayo unatumia kwa mtoto, hiyo ni makauli mabaya. Unasikia? Hayo lazima umwambie kama mimi ndo baba yake. Unasikia? Hiyo haiwezekani. Haiwezekani, lazima mtoto ajue ukweli. Wewe ni mwanaume fake. Kwa sababu nini unaendelea kunisumbua? Lakini wewe haufai kabisa. Wewe mdogo wako ndio nimeona huo ndio anastahili. Tunaweza hata tukakaa na huo akenikubali, tunaweza tukabaki hata na yeye. Lazima. Mke wangu, hapo unavuka mpaka. Unasikia? Sio kusema navuka mpaka. Kuwa na adabu kwa yale mambo ambayo unayaongea. Unasikia? Wewe hauzai bwana. Kelele za nini? Mimi nimekwambia ujue kama huyo ni ndugu yangu na nilipanga mpango huo kwa ajili ya kupata tu mtoto. Sasa nimpate tena uanze sema si mtoto wangu. Sio wako, wako utamtoa mwenyewe. Kama umtoa unakuwa mwanaume fake. Ushakuwa jeuri siku hizi. Mimi nimekuwa jeuri kwa sababu nimepata huyo ambao kabisa ameweza. Ina maana wewe hauwezi. Sawa basi kama umeamua hivyo. Kweli. Ati mtoto wako. Hiyo ndio usahau. Lazima mtu ajue ukweli kuna baba yake. Wewe sio mzaa. Asante. Niendeleaje? poa. Alafu vipi dogo yuko aje? Uko salama kabisa. Furahia hili jambo. Vipi? Haujaona dadi amefika? Alafu vipi kwa mkubwa wangu huyo? Mkubwa wako yupo tu. Lakini ameomba yeye mwenyewe hili jambo, lakini nauliza hivi analionaje? Yaani yeye anafikiri kama mtoto ni wa kwake tu. Ila sijui kama na wewe unaweza kufikiria kama ya kweli unaweza ukazalia mkubwa wako na mambo na kubali kama ni kweli. Mimi naona kama tu ni mtoto wako wewe, tunakubidi tukae na wewe. Sasa vipi nichepuke mkubwa wangu? Inawezekana kwa sababu wewe hajanifadia kitu. Wewe ndio utaonekana kama mume wangu wa Haya. Umekubali? Hilo ni jambo lingine pia la kufikiria. Kweli. Nakubidi wafikirie vizuri kabisa. Mimi niko tayari hata kuwa na wewe. Naweza nikamwacha kwa sababu sijanipata hapo chochote, tunakuja kwako. Alafu akumbe anayevutia jambo libaya limfuata yeye mwenyewe. Mimi nimefurahia hapo, umekuwa tayari dadi wa mtoto huyu. Ndio wewe ndio unanizaa.
maneno ambayo unaniambia. Pia kama inakubali. Lakini tuachane na haya. Basi, hawezi niletea chakula mimi kulikuwa njaa na. Yaani wewe unafikiri kama mimi naweza nikapiga alafu na kuachia chakula? Unajua kama mimi nina mume. Unajua baba mtoto yuko tayari kwa kupika kila saa ama kila wakati. Anakuta chakula tayari anakula. Superstar. Kwa siku hizi mimi siko tayari kwa kupikia chini na kuwekea wewe baba mtoto kama ametangulia anakula. Hapo maneno unakoni. Umekuta tayari amekula, ameondoka. Mimi sitaki kunisumbua kwa mambo ya kusema sijui piga nini. Yaani wewe umekuwa mwanaume feki mbele zangu. Mimi sikoni kama wewe ni bwana mwenye unanitoshelezea. Usikuwa unanisumbua na mambo ya kwako. Karibu wageni. Asante. Niendeleaje? Poa. Alafu na sisi tuko wazima tu. Lakini vipi mnaendeleaje huko? Uko salama tu. Alafu ndugu yangu yuko wapi? Ametoka kidogo. Yeah. Lakini sifurahie sana. Nilikuwa nakuja kuonesha mchumba wangu huyu. Na unamuonaje? Poa kabisa. Haya. Huyu ni shemeji yangu. Sasa kama utaweza kumwambia jina. Nataka nijue jina lake. Unajua jina ndio mtu. Mtu hawezi kuishi kama hana jina. Lazima nijue jina lake. Jina langu Brigitte. Wewe ndio dada Brigitte. Okay, hapo ni sawa kabisa. Karibu sana. Haya. Sawa. Acha tuondoke kwanza. Mnaondoka? Yeah. Haya, mkubwa wako akifika nitamwambia kama mlifika hapa kumuona, ila kwa sababu hamkumkuta mtaweza kurudi hata siku nyingine. Asante. Okay. Jamani, mume wangu huyo nilikuwa nimemjibu vibaya, nilikuwa nimeongea naye vibaya. Sasa ona na mdogo wake namna amenibadilikia, eti sijui ana mchumba. Tawezaje tena kumkaribia mume wangu? Mbona nilikuwa nimemdhalilisha? Najutia kabisa. Sijui kama ataweza kunisamehe. Najutia kabisa. Sijui kama nimehuzunika sana kabisa kwa kufezeresha mume wangu, alafu mdogo wake naye akanisaliti. Sheri. Unaamka vizuri? Nimeamka vizuri. Sawa. Kwa kweli nimeamini kama Mungu yupo. Pia wewe napenda nikushukuru. Nataka nikushukuru sana kwa kuwa ulivumilia katika yote ambayo tuliyapitia. Mimi nikawa mdhaifu, lakini wewe haukukata tamaa. Na maneno yote ambayo uliniambia, kweli nakushukuru sana. Wewe ambayo haukuchoka pia kunipatia maonyo, kusema tuende kwa mganga tufanye nini, nami nilitusi, nilifanya kila kitu nikikudharaulisha. Lakini nashukuru Mungu kwa kuwa wewe ungali hapa. Kwa hiyo sasa naona huku mbele kuna matunda. Nenda kwa mganga, naona matunda yako mbele kabisa. Na nitafurahia kumwona mtoto. Sijui kama hiyo siku nisubiri kwa hamu.
Nilikuelezea Mungu anaelewa. Basi. Lakini pia naomba unisamehe kwa mambo yote ambayo nilikutendea. Sikutendea haki kweli. Kabla hujaniomba msamaha nilikusamehe. Asante sana.